zetu, sasiri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Nashukuru Mungu kwa vile Mungu amenipa neema kukutana na wewe tena katika studio hii. Tulianza crusade yetu siku ya Thursday na crusade yetu tunamaliza Sunday. So wale hawakuweza kufika Thursday na leo Friday, naomba mweze kufika Saturday juu Friday Saturday ndio tunamaliza crusade yetu hapa mji wa Lare. Kwa hivyo wale wengine wote ambao hawakufanikiwa kufika hiyo siku, na wakaribisha katika siku hizo, zimebaki 2 ili tuendelee kushiriki neno la Bwana. Katika kipindi kiliyopita tuliongea jinsi ya vile Mungu aliweza kutusamehe dhambi zetu, na baada ya kusamehewa dhambi zetu vile tunafaa kusamehe wale wanatukosea. Katika ulimwengu tunaishi na wanadamu, na tunapoishi na wanadamu wanatukosea. Na Yesu Kristo alielewa jambo hili, alielewa ya kwamba wale tunaishi na wao tutakosana. Tukikosana tunafaa tufanye nini? Tuende kwa Mungu ama tuende kwa wale ambao tumewakosea? Mara nyingi tunakuanga na kuna dini inafundisha watu vibaya, ninawafundisha kinyume na Biblia. Dini inafundisha watu ukikasirika endo kaombe msamaha, ukitukana mtu endo kaombe msamaha, ukikosana na mtu enda kwa Mungu kaombe msamaha. Lakini hiyo haiko katika Biblia. Ukikosana na mtu unafaa uende kwake uombe msamaha mwenye umekosea. Kwa hivyo katika mafundisho mengi ya dini yanapoteza watu kwa pasipo kujua wanapotezwa. Lakini nashukuru Mungu kwa neema ametujalia kupata kipindi hiki ili tuweze kujifunza Biblia. Katika kipindi iliyopita tulitaka kujua kwa nini Mungu alitusamehe. Kwa nini mwanadamu alifanya dhambi na Mungu akaweka gharama zote za kulipia dhambi yako upande wake? Hakuweka gharama ya kulipia dhambi upande wako. Alisema gharama zote za dhambi ni mimi mwenyewe nikiwa Mungu nitalipa. Kwa nini Mungu aliamua kulipia mwanadamu gharama zote za dhambi? Kwa nini Mungu aliamua kukulipia hizo gharama zote? Kiangalia Adamu alipoanguka katika dhambi, alivuja majani ya miti ajifanyie nguo, na alipovuja majani ya miti ajifanyie nguo, hizo nguo zake alizojitengenezea asikuweza kabisa kufunika uzi wake. Lakini Mungu kwa huruma yake alikuja akaweza kusija mnyama, akatoa ngozi, akawatengenezea mabasi, akawavika. Katika mabasi ya Adamu hakuna damu, na uelewe vizuri, pasipo mwagikaji wa damu hakuna msamaha wa dhambi. Kwa hivyo watu wengi wanafikiria wakilia na wakiomba na wakienda kwa Mungu kutubu dhambi zao Mungu ataweza kuwasamehe. Lakini hiyo si njia ya Mungu kusamehe dhambi. Ukiangalia katika Agano la Kale, hata ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, utaona Mungu aliua mnyama kwa sababu ya dhambi ya Adamu, na alipoua mnyama damu iliweza kumwagika, na damu ilipomwagika tunaona Mungu aliweza kutoa ngozi katika yule mnyama akawatengenezea mabasi. Kwa nini damu ilimwagika? Damu ilimwagika kwa sababu hakuna msamaha wa dhambi pasipo umwagikaji wa damu. Na ndio Yesu alisema kitabu cha Mathayo 16:68, akasema hii ni damu yangu ya agano inomwagika kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Yesu alitaja damu yake ni damu ya agano inomwagika kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Hatuwezi kupata ondoleo la dhambi pasipo umwagikaji wa damu. Na watu wengi wanaenda kinyume na kanuni ya Mungu, wanafikiria wanaweza kupata ondoleo la dhambi kinyume na umwagikaji wa damu. Wanafikiria kuomba kwao, kutubu kwao, matendo yao, kutoa kwao kunaweza ondoa dhambi. Lakini hiyo si njia ya kuondoa dhambi. Ndio Mungu aliweka damu ndio njia ya kuondoa dhambi. Na ukiangalia kitabu cha Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11, maandiko inasema uhai wa mwili huu katika damu, na nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu, maana hiyo damu ndio ifanyayo upatanisho kwa ajili ya nafsi. Kwa hivyo uhai wa mwili huu katika damu, na hiyo damu nimewapa juu ya madhabahu, maana hiyo damu ndio ifanyayo upatanisho. Kwa hivyo wakati damu ilipomwagika kuna uhai umetoka, kuna uhai umekufa. Kwa hivyo uhai unapokufa dhambi inalipiwa, kwa sababu Biblia inasema
katika kitabu cha Warumi 6 mstari wa 23, maandiko inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna vile ambavyo unaweza pata msamaha wa dhambi bila mauti kupatikana. Maana maandiko inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna vile unaweza lipia dhambi wewe mwenyewe, labda ufe wewe mwenyewe. Lakini Mungu kwa upendo wake tunaona alilipia dhambi ya Adamu kupitia mnyama, na huyo mnyama anawakilisha mwanakondoo ambao Biblia inasema kitabu cha Ufunuo inasema ni mnyama aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu. Kiangalia kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 8, utaona maandiko Biblia inasema na watu wote wakao juu ya nchi wakamshuhudia kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Kwa hivyo ukiangalia hapa, mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu, na huyu mwanakondoo ndiye tunamuona akichinjwa na akitolewa ngozi ili Adamu aweze kupata mabasi. Na watu wengi wanaishi maisha ya Adamu. Dini nyingi sana zinaishi kufanya kazi ile Adamu alifanya. Adamu alipoona akouzi, alivunja majani ya miti akajifanyia nguo, kwa sababu maandiko inasema Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7, wakafumbuliwa maso wote wawili wakafumbuliwa maso wote wawili wakajitambua kuwa wakouzi, wakasona majani ya miti wakajifanyia nguo wajistiri usi wao. Kwa hivyo baada ya Adamu kumwasa Mungu na kula matunda ya mti ambao Mungu alimwagiza asile, tunaona maandiko bila inasema alifunguliwa maso, na alipofunguliwa maso akaona akouzi, na alipoona akouzi akavunja majani ya miti ili ajifanyie mabasi astiri usi wake. Mpaka waleo watu wanajaribu kufunika usi wao, watu wanajaribu kufunika dhambi zao. Na tunapoangalia vile Mungu anaongea kuhusu wale wanaofunika dhambi zao katika kitabu cha Isaya, tuangalie kitabu cha Isaya 30 mstari wa 1, tuone vile Mungu anasema kwa wale ambao wanaofunika dhambi zao. Ole wao watoto waasi, asema Bwana, watakao masauri lakini hawataki kwangu mimi, wajifunikao na kifuniko lakini si saro yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi. Kwa hivyo awali wale wanaojifunika na kifuniko lakini si kifuniko saro wa Mungu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi. Adamu alipovunja majani ya miti ajifanyie nguo, hii ni kifuniko kingine, na hili kifuniko sio kufunika dhambi ya Adamu. Na kuna kifuniko sa Mungu na kuna kifuniko sa mwanadamu. Katika kifuniko sa mwanadamu, wakati unapojifunika unafunika dhambi. Kwa mfano, Daudi aliposini na mke wa Uria ili afunike dhambi yake ya usinifu, aliua Uria. Kwa hivyo kifuniko sa mwanadamu ni kuongeza dhambi juu ya dhambi. Ulitenda dhambi moja, ile dhambi ingine ili ufunike hii, unafunika na kuua, kama vile Daudi alifunika hiyo dhambi na kuua. Kwa mfano, tuseme umeenda mahali umefanya uovu. Ule uovu umefanya, unaweza kuja ufanya matendo mazuri, na yale matendo mazuri uko nayo unajaribu kufunika nayo kitendo kibaya ulichokifanya. Lakini maandiko inasema katika kitabu cha Isaya, ukisoma kitabu cha Isaya 59 utaona vile maandiko inasema. 59 mstari wa 6, maandiko inasema nyavu zao zitakuwa mabasi, wala watajifunika na kazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vya udhalimu viko mikononi mwao. Kwa hivyo Mungu hakuna mahali Mungu anaruhusu mwanadamu aweze kujifunika na kazi ya mikono yake. Adamu alianza kuvunja majani ya miti, hiyo ni kazi ya Adamu. Mungu hakuruhusu kazi ya Adamu, na Mungu alipoangalia kazi ya Adamu aliona Adamu ameongeza dhambi juu ya dhambi, kwa sababu maandiko inasema ole wao watoto waazi. Kuasi ni kumwasi Mungu na dhambi ni uasi. Kwa hivyo huyo mtu ako na uasi ndani ya moyo wake, anajaribu kufunika hiyo dhambi, na anapojaribu kufunika hiyo dhambi, maandiko inasema anaongeza dhambi juu ya dhambi. Anajifunika, lakini si kifuniko cha roho ya Mungu. Kiangalia Adamu alipomwasi Mungu, alitumia kifuniko cha majani ya miti kufunika usi wake, lakini kuna kifuniko cha Mungu. Katika kifuniko cha Mungu, Mungu aliua mnyama, na alipoua mnyama
tunaona aliweza kutoa ngozi, na alipotoa ngozi akatengenezea Adamu mabasi. Na kwa nini Mungu aliua mnyama? Mungu aliua mnyama kwa sababu mnyama ako na damu, na ile damu iliyomwagika ndio iliosa dhambi ya Adamu, na katika ngozi ya yule mnyama Adamu akapata mabasi. Haleluya! Hapa tunapozungumzia mabasi, tunazungumzia haki ya aina mbili. Kuna haki ya mwanadamu na kuna haki ya Mungu, kwa sababu maandiko inataya mabasi kama haki. Tukiangalia kitabu cha Isaya 61 verse 10, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itasangilia katika Mungu wangu, maana amenibika mabasi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana harusi ajibabavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajibabavyo kwa vyombo vya dhahabu. Kwa hivyo ukiangalia hapa maandiko inaeleza vizuri, inasema nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itasangilia katika Mungu wangu, maana amenibika mabasi ya wokovu. Kwa hivyo tunapozungumzia mabasi tunazungumzia wokovu, na kuna mabasi ya mwanadamu na kuna mabasi yale Mungu ametengeneza. So ukiangalia watu wale ambao wanajaribu kufunika uzi wao, wanajaribu kufunika na matendo yao, wanajaribu kufunika na juhudi yao, hii ni kazi yao, na wanafikiria kupitia kazi yao wanaweza funika uzi wao. Lakini tunapoangalia Biblia tunaona maandiko inasema amenibika, si hata ya kwamba nimejibika. Amenibika basi, amenibika mabasi ya wokovu, amenibika basi, amenifunika basi la haki. Kwa hivyo amenibika basi la wokovu na amenifunika na basi la haki. Hii ni kazi ya Mungu. Haleluya! Hata mwana mpotevu alipomwasa baba yake alienda nchi ya mbali, na alipoenda nchi ya mbali alitawanya vitu vyote katika nchi ile. Alipotawanya, jaku ikaingia katika nchi ile, yeye mwenyewe akazingatia ndani ya moyo akasema nitarudi kwa baba yangu. Na aliposema nitarudi kwa baba yangu, alirudi akiwa namna gani? Alirudi akiwa na mabasi. Alikuwa mchafu kwa sababu aliishi katika nyumba ya nguruwe, na akasema, ukiangalia mstari wa hiyo Luka 15 mstari wa 16, akawa akitamani kujisibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alifika kiwango cha kutamani kula maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Na alipozingatia moyoni mwake akasema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula na kusasa, na mimi hapa na kufa njaa. Ukiangalia alizingatia ndani ya moyo wake. Watu wengi hawaelewi toba ni nini. Watu wengi wale wanajaribu kuunganika na Mungu hawajui wanaweza kuunganika na Mungu kwa njia gani. Na watu wengi wanafikiria wakitenda matendo mazuri wanafikiria ndio kuzaa matunda ipasao toba. Hapana. Mwana alipofika kiwango cha kukosa mtu wa kumpea chakula, akatamani maganda waliokula nguruwe, maandiko inasema ndipo alizingatia moyoni mwake akasema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula na kusasa, na mimi nakufa njaa. Akasema mstari wa 18, nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu nimwambie, Baba, nimekosa juu yako na mbingu na mbele, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Huu ndio moyo wa mwana, kwa sababu afahamu moyo wa baba yake kabisa. Kufahamu moyo wa baba yake, yeye anaporudi, kwa sababu anarudi na moyo wake. Toba ni kurudi, na toba kurudi si kumaanisha kwamba umetambua moyo wa Mungu. Hapana, kwa sababu toba inakutoa katika njia yako. Katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7, maandiko inasema mtu mbaya hasa njia yake, mtu asiye haki hasa mawazo yake, amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Kwa hivyo ili tupate msamaha tunafaa tutoke katika njia yetu, na ndio Mungu ameweka toba. Toba inatutoa katika njia yetu. Angalia njia mwana aliyoenda nayo. Alienda na njia aina gani? Alienda na njia, mimi nikitoka kwa baba yangu nitafanikiwa. Katika moyo huo aliofuata, na hiyo njia aliyoifuata na mawazo yake aliyofuata, alienda akaingia katika nyumba ya ukahaba, akatumia mali yale yote kwa maisha ya usharati, kila kitu alichonacho kikaisa. Ndio hakuna mtu akaanza kuhitaji, hakuna mtu aliyempa kitu. Akasikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, akampeleka katika shamba lake kulisha nguruwe.
Na ndio mstari wa 16 nasema, akatamani kula maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Ndio mstari wa 17, akazingatia moyoni mwake. Ili neno ndio nataka uweze kulielewa, mpendo mtazamaji. Nataka uweze kuangalia ili neno vizuri na ulisome kwa makini. Akazingatia ndani ya moyo wake. Ni watumishi wangapi kwa baba yangu anakula na kusasa na mimi nakufa njaa? Aliangalia, alihamisha moyo wake katika nyumba ya baba. Moyo wake uko katika nyumba ya nguruwe. Hakuna mtu anayempa kitu, hakuna mtu anayempa chakula, mpaka akafika kiwango cha kutamani kula maganda waliokula nguruwe. Nataka uangalie ni njaa ya aina gani huyu mwana aliyokuwa nayo, kiwango cha kutamani takataka nguruwe anaokula. Nataka uangalie huo ulimwengu, uone huyu mwana alifika kiwango cha kutamani mpaka maganda waliokula nguruwe, na hakuna mtu aliyempa kitu. Ndiye alizingatia ndani ya moyo wake, akahamisha moyo wake katika nyumba ya baba. Akaona katika nyumba ya baba kuna watumishi, kuna chakula, wanakula na kusasa, na mimi hapa na kufa njaa. Ndio akasema nitaondoka. Haleluya! Akasema nitafanya nini? Nitaondoka. Kwa hivyo alipozingatia ndani ya moyo, kule kuzingatia kulifuatiliwa na kitendo. Akasema nitaondoka, na akaondoka, akaenda kwa baba yake. Na alienda na moyo aina gani? Alienda akisema, nitaambia baba yangu nimekosa mbele ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Anarudi na moyo ya kwamba mimi sistahili kuitwa mwana wa baba. Haleluya! Mara nyingi wewe, tuseme kwa mfano, umegawia mtoto wako mali, alafu huyo mtoto ameenda nchi ya mbali, ametawanya hiyo mali yako. Wewe unaweza mfanyia nini akinaporudi? Amerudi akiwa mchafu, amerudi hana kitu chochote. Unaweza kuwa na moyo aina gani ukiwa mzazi? Kuna wazazi wanaweza fukuza watoto na wawakane, waseme si mtoto wangu tena, na mfukuze nyumbani kwa sababu atumetumia mali yale yote. Lakini moyo wa Mungu ni tofauti sana na moyo wa mwanadamu. Kataa, baba atanifukuza. Lakini huo si moyo wa baba, huyo ni moyo wa mwana, kwa sababu hakuwa anaelewa moyo wa baba. Moyo wa mwana kwa sababu hakuwa anaelewa moyo wa baba. Sistahili kuitwa mwana wa baba, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Anasema tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Anasema baba, mimi sistahili kuitwa mwana wako tena. Mimi sistahili kuitwa mwana wako tena. Watu wengi wanafikiria wanastahili mbele ya Mungu wakati wanatenda matendo mazuri. Wakati umetenda mbele ya Mungu wakati wanatenda matendo mazuri. Wakati umetenda matendo mabaya unasema sistahili. Kama vile huyu mwana anasema mimi sistahili. Kama vile huyu mwana anasema mimi sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini hebu tusikie baba atasema namna gani. Mstari wa 20, akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa bado mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Nataka uangalie kati ya mwana na baba, nani alimuona mwingine? Nani aliona mwingine? Mwana alimuona baba ama baba alimuona mwana? Na baba alipomuona mwana alimuonea nini? Alimuonea huruma. Mwana ndani ya moyo wake anafikiria baba hana huruma. Wakati uko mbali na Mungu na umetenda dhambi, na wewe unaona umetenda maovu tu peke yake, unafikiria Mungu hatanionea huruma. Lakini angalia huyu mwana, alienda katika nyumba ya makahaba, akatumia vitu vyote kwa maisha ya uasherati. Hii ni mali ya baba, anatumia hivyo, na amerudi kwa baba. Aliporudi kwa baba, Biblia inasema alipokuwa bado mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma. Hakumuona tu peke yake, alimuona na jicho la huruma. Haleluya! Na alipomuona na jicho la huruma, akapiga mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Baba akuangalia mwana ni mchafu, ananuka nyumba ya ngoni, akambusu sana. Baba akuangalia mwana ni mchafu, ananuka nyumba ya nguruwe, ananuka mchafu wa nguruwe. Baba akuangalia mambo hayo, alimuonea huruma na akapiga mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Imagine, tuseme kwa mfano wewe uko na mtoto. Kuna mtoto hapa ameng'ara na kuna mtoto hapa ni mchafu. Baba vizuri, na mtoto wako amekuja akiwa mchafu.
Unaweza mkumbatia? Hakuna mzazi anaweza kukumbatia huyo mtoto, anaona huyo atanisafua. Enda ukaoswe, enda ukaoge. Unakuja kwangu kuwa mchafu. Lakini angalia huyu baba alipomwona mtoto wake ametoka katika nyumba ya nguruwe, maandiko inasema alipiga mbio akamwangukia singoni akambusu sana. Si ati ya kwamba anambusu akiwa safi, ni mchafu, nguo zake ni chafu, lakini baba anasiri kuonyesha huruma, anasema juu ya mbingu na mbele yako sistahili kuitwa mwana wako tena. Je, baba aliweza kusikiza ombi la mwana? Hatuoni mahali baba alisema nimekusamehe. Kwa sababu gani? Kwa sababu baba alikuwa ameshasamehe mwana, na ndani ya moyo wake hana kinyongo na mwana. Ndio unaona anapiga mbio, anamwangukia singoni, anamvusu. Kwa sababu gani? Ndani ya moyo wake alisamehe mwana wake. Amen. So mwana ndiye ayasamehewa, mwana ndiye ayapokea msamaha wa baba, kwa sababu awaya kutana na baba. Ndio Mungu ameweka toba. Toba ni kurudi kwa Mungu. Unaporudi kwa Mungu ndio unaweza kuelewa moyo wa Mungu. Unaweza kuelewa Mungu alikusamehe lini. Hakukusamehe siku ile umerudi, alikusamehe hata siku ile ulitoka. Baba alisamehe mwana siku ile alitoka katika nyumba yake. Na ukiangalia hapa maandiko inasema namna gani? Maandiko inasema baba akamwambia baba, sistahili kuitwa mwana wako tena. Huyu ni baba, ni mwana anaambia baba, sistahili kuitwa mwana wako tena. Baba akasema namna gani? Mstari 62, lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi basi lililo bora, mkamubike na mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Baba alisema namna gani? Baba aliposikia mwana anasema hastahili kuitwa mwana wako tena. Baba aliposikia mambo hayo alisema namna gani? Leteni basi lililo bora. Kusema leteni ina maana gani? Ina maana ya kwamba tayari basi limewekwa tayari, baba anangojea mwana arudi. Tayari Mungu ameshaandaa wokovu, ameshaandaa haki kwa ajili yako. Kile Mungu anatarajia kutoka kwako ni ufikie toba, urudi. Na unaporudi anasema leteni basi lo bora mkamubike. Haleluya. Tayari mabasi yako tayari, pete yako iko tayari, viatu vyako viko tayari, kila kitu kiko tayari. Mungu ameshaandaa kwa ajili yako. Ni wewe ufikie toba, urudi. Na unaporudi unaanza kuelewa moyo wa Mungu. Haleluya. Ndio unaona hapa maandiko inasema namna gani? Maandiko inasema leteni basi lililo bora mkamubike. Si ajibike, mkamubike. Kwa sababu mwana alipojifanyia kazi alishindwa. Sasa ni baba anafanya kazi na neno lake. Pia wewe hiyo kazi yote umefanya ili upate msamaha wa dhambi, imesindikana. Hapo ndio Mungu mwenyewe anaanza kukufanyia kazi kupitia neno lake. Anasema leteni basi lo bora mkamubike, leteni viatu mkamvalise, leteni pete ya kudhibitisha huyu ni mwanangu. Haleluya. Hii ni pete inadhibitisha huyu ni mwanangu. Kwa hivyo tunapoangalia vile Mungu anafanya kazi na vile Mungu anatufanyia kazi, ni wakati ambao tumefika mwisho. Wakati hatuwezi kufanyia chochote, Mungu anaanza kutufanyia kazi. Kama vile mwana alipofika mwisho, na hapo tunaona baba alianza kudhihirisha moyo wake kwa mwana, moyo wake hatua baada ya nyingine, mpaka mwana akaweza kufahamu moyo wa baba yake. Haleluya. Mungu alitusamehe kwa sababu yake yeye mwenyewe. Baba alihudumia mwanawe kwa ajili yake yeye mwenyewe. Na ndio maandiko inasema katika kitabu cha Isaya, anafanya kwa ajili yake yeye mwenyewe. Dhambi zako Mungu anakusamehe kwa ajili yake yeye mwenyewe. Kama vile baba aliandaa mabasi kwa ajili ya mwana, hakuandaa kwa ajili ya maandalizi haya baba alifanya kwa ajili yake yeye mwenyewe, kwa sababu ndani ya moyo wake anapenda mwana. So katika upendo wake aliweza kuandaa kila kitu kwa ajili ya mwanawe. Haleluya. Kwa hivyo baada ya kupata msamaha wa dhambi, kuna moyo Mungu anatupatia. Moyo Mungu anatupatia ni moyo wa kusamehe wale wanaotukosea. Na tunapokosewa, baada ya kusamehewa na kuelewa upendo wa Mungu ambao Mungu amedhihirisha kwangu, mimi sikustahili kusamehewa, nilikuwa mwovu,
lilikuwa mchafu, lilitenda tu maovu, lilikuwa tu nihukumiwe, lakini Mungu akadhihirisha pendo lake kwangu, na alipodhihirisha pendo lake kwangu akanioza dhambi zangu nikiwa mtu mchafu. Na mimi wale wote wamenikosea, hayalisi wamenikosea makosa mangapi, hayalisi wamenitendea mambo mabaya kiasi gani, hayalisi wameongea mabaya kunihusu namna